李科到底突然为什么跟他们两个变那么好呢？有吗？ Haya mtazamaji, karibu sana, tuendelee katika episodi ya 9. Hapa basi ni marafiki wawili unaongea, Mr. Xiaobai pamoja na Mr. Tao Chishi. Hebu niambie, haujui kama hao vijana wawili wameshakuwa marafiki? Basi unaambiwa Mr. Tao, mtu wa vituko, akaanza kujimumunya mumunya. Mwanaye mtu wake wa nguvu akaanza kuona huyu mwamba huyu, hebu niache wewe. Sasa namsogelea kishikaji ile. Haya. Vipi unataka kucheza? Amwambia ndio. Lakini uwezi. Uone mimi niko vizuri kabisa kaka, naweza hadi kuruka. Una uhakika lakini? Ni tai shao. Sasa mbona wewe unakuaga mchoyo namna hiyo? Bwana wewe uwezi bwana. Wu Tong. Ni shuo, women xian lian qiu dui do mei you. Hivi kwa nini tunahitaji kufanya mazoezi? Ni yao xiang kan shenme? Kwani wewe unafikiria nini wewe? Jian bang qiu dui ba. Sisi tutengeneze tu timu mpya brother. Basi kijana Shao Song yeye anachojua ni kutengeneza timu mpya tu, hajui habari za kufanya rehearsal wala nini. Sasa tunaenda kwenye ofisi ya Misana. Leo wameamua kujichanganya. Hebu mwacheni kwanza kocha wenu atajadili hilo na mimi. Lakini kwa nini msiongee naye tu? Wu Tong akamwambia Misana, tunahitaji kuitengeneza upya timu yetu ya baseball. Mwanamama akafikiria sana. Wewe kama mwanafunzi utawezaje kuiongoza timu? Akasema hapana, huyu si tu mwanafunzi, alikuwa katika shule ile ya Zongjia High School. Hawa ndo wale wanoma waliotupiga mabao sana. Yaani kila mtu anamkubali huyu jamaa. Yaani huyu anaweza hata kuwa kocha, mimi nakwambia. Najua mood ulionayo kwa sasa. Lakini lazima tuangalie utaratibu. Hizi klabu za michezo katika shule yetu zimeandikwa katika sheria za shule kwa umakini mkubwa. Lazima ziongozwe na mwalimu, sio mwanafunzi. Sawa, nimekubali. Tunaelewa. Asante Misana. Lakini Misana, Mr. Tao unajua kama yule kama hataki. Mwamba akamtoa pale ndani, hakutaka mambo mengi sana. Basi bibi amebaki peke yake tu akiendelea na shughuli zake taratibu. Wakati huo nakukumbusha, nimekuwekea namba ya simu. Hebu nunua kwangu YouTube channel ambayo tayari imeandaliwa kwa ajili ya biashara. Uingize mshiko kila mwezi. Namba ya simu iko hapo juu, tumia. Kuna namba ya kunipigia na ile ya pili pale ni ya WhatsApp. Kwa hiyo kumbe sheria zinasema huu mchezo lazima watufundishe walimu, sio? Sasa itabidi tumuombe tu Mr. Tao atusaidie. Kwamba kuitengeneza timu tunahitaji tu saidiwe na mwalimu. Sasa unaonaje? Inke utaongea na Mr. Tao? Au ndo kama kila mtu ataanza kutucheka kwamba yule ndio kocha wetu? Gogo ni mande bie shuai la. Gogo, hebu nenda taratibu utadondoka. Kitoto kiko happy kweli. Leo basi Mr. Tao yuko hapa na Miss Xia. Haraka. Kuwa makini ngazi yo. Mwamba unaambiwa anajimumunya kinyama. Sawa, karibu tena siku nyingine. Pia zamani kwa kilichotokea mara ya mwisho. Kweli itakuwa nimekutia haya sana. Nitakualika siku nyingine. Huna haja ya kuniomba radhi bwana. Vipi nyinyi wawili mko sawa? Sisi tuko sawa kabisa. Lakini usiache ukumbuke usitoe kile kinani cha viatu tena nje. Hamna shida. Kama hauna kichumba kingine cha ziada kwa ajili ya viatu, jaribu kuangalia namna gani unaweza kulifanya hilo likawa sawa. Bibi alikuwa anaongea kwa umakini mkubwa. Miss Xia, wewe uko sawa sana. Sasa kuna kitu kama akawa nakifikiria alipomwona binti yuko kule kwenye gari, halafu yuko kama mpweke. Kuna kitu kilimuingia katika akili. Akamwambia Mr. Tao, hebu nikuulize swali. Bila shaka niulize tu, mimi nataka nikujibu swali lako. Mama yake na Gogo yuko wapi? Kazi yake ni ngumu sana kuielezea. Sasa yeye huwa anakaa na ndege. Unamaanisha nini? Yaani kuna baadhi ya kazi fulani waga wanafanya wanaenda Afrika. Sasa siwezi kuelezea kwa undani sana. Basi wakacheka sana. Lakini mimi napenda sana unavyojieleza. Ni kweli naelewa. Sasa mimi nafikiri wewe unaaminika ukikaa na Gogo. Huyu ni binti lakini anahitaji pia mama. Mimi kwangu naona sawa tu nikikaa naye. Sasa Mishishia, hatukupata chakula mara ya mwisho. Nilikuwa nawaza vipi kama ukijumuika na sisi.
haya ikampata. 算了吧。 Uhitaji kufanya yote hayo. Alafu gari yako ni ndogo, haitutoshi wote sisi. Kwa nini usituendeshe? Mimi sidhani kama naweza kuendesha. Mbona mimi naona ni sawa tu. Baba, mimi na njaa. Unataka kuniua na njaa? Baba akapata haya sana. Basi mimi nitawaalika siku nyingine, nyie mtakuja kula Aya, basi haina shida. Aya, naweza kwenda sasa. Waliagana vizuri, Mr. Tao akiwa yuko happy sana. Haya, Miss Xia, kwa heri. Hebu zingatia, hakikisha una subscribe, una comment, una like pamoja na kushare. Watu wengine wamenitumia comment wakasema waliwahi kuiona hii sinema. Kwanza nataka niwaambie, mimi sifanyi sinema yoyote kwa sababu wewe umewahi kuiona ama haujawahi kuiona. Ninapoifanya mimi naifanya tofauti kabisa. Kwa hiyo wewe ifuatilie tu, usiwe na ile kwamba nimeshawahi kuiona. Penda tu kuangalia kazi zangu na utaona kuna kitu cha tofauti kwenye kila kazi ninayoifanya. Sasa kijana akaenda kuongea na mwalimu wake. Unaonaje ukawa kocha wetu? 我不会打棒球的。 Mimi sijui chochote kuhusu baseball. Lakini angalau wewe ni mwajibikaji. Sio kama vile Mr. Tao. Yeye anaondoka hata kabla mechi haijaisha. Kuna kocha gani anafanya kitu kama hicho? Alafu mwisho wa siku anaenda kutoa mapendekezo timu yetu ya baseball ifutwe. Kwa hiyo mnadhani sababu ya yeye kutokuwa na uwezo wa kusimamia timu yenu ni hiyo? Ndiyo, tunahitaji mtu mwajibikaji. Sasa itakuwaje na hamna pesa za kuiendesha timu? Sioni kama kuna mtu anaweza kubadili mawazo kuirejesha timu tena. Labda mngeongea tena na mkuu kama atakubali. Lakini hatuwezi kusema yuko sawa ama hayuko sawa. Tunataka sana kupambania hii kitu iende sawa kwa upande wenu. Kuijenga upya timu yenu si kazi ndogo. Inabidi tuandike kuomba maombi rasmi ya kuirejesha. Lakini nitakusaidia. Takusaidia tuhakikishe tunaijenga upya timu hii ya baseball. Basi ni sawa. Asante sana Mr. Bai. Haya, bila shaka nenda. Wakaelewana vizuri kwamba kutakuwa na ahadi ya kuijenga tena timu. Je, ndivyo itakavyokuwa ama itakuwa namna gani? Mimi nakukumbusha kwamba tuna YouTube namba 2 inaitwa Mr. Lukindo. Hebu hakikisha una subscribe katika YouTube hiyo. Wakati burudani inaendelea, washikaji wawili Mr. Bai pamoja na Mr. Tao wako pamoja. Unajua yote hiyo ni kwa sababu yako wewe mjinga. Sasa inabidi ule tofu zaidi. Kwa sababu umekuwa sana na kutokuelewana na kina Ban Xiaoshong. Yote hii ni kwa sababu yako wewe. Sasa wewe ni nani wa kunihukumu? Najua unavyojifanyaga kama unajitoaga akili. Mr. Tao, na njaa. Chakula kitaiva saa ngapi? Sasa hebu angalia. Bwana, hebu fanya upenzi. Haya, tuanze kucheza. Wakaanza kucheza yeye na mwanae. Kageuka Superman. Sasa nakimbia kila pahala. Mtoto anapenda kucheza kweli. Baba yake ndo mtu wake wa karibu. Huwa wanacheza sana. Hatimaye muda wa kula ukao umefika. Time ya kula ikifika, dogo huwa anakuwa happy kinoma. Basi wako mezani pale. Mboga 7 nini? Kwa hiyo unasema kwamba utawasaidia katika kuunda tena upya timu ya baseball. Oya, mwanangu mvuke umeingia kwenye miwani, sioni kabisa. Wewe vipi? Mbona kama hicho kioo chako hakina lensi? Sasa ndo anagundua kumbe kweli hamna kioo. Basi dogo anacheka kinoma. Haya, kila mtu apakue. Basi wakapakua pale taratibu. Haya, gogo. Inabidi nikusaidie kupooza, si ndio? Gogo. Ni nani unayempenda kati yetu? Mr. Xia na Mr. Bai. Miss Xia na Mr. Bai. Miss Xia bila shaka tunajua ni mwalimu wake. Na Mr. Bai ni huyu jamaa mwenye maglasi. Na yule anti mlango wa pili. Sasa binti anaelezea kuwa anawafagilia zaidi. Hivi, wewe unajua kama watu wananisababishia mimi kuenyeka kiasi gani? Hebu kuwa na akili wewe. Mambo ya shule unaacha, unaongea vitu vya watu wazima. Muone, chizi kabisa. Yaani uelewe mimi napata ugumu kiasi gani. Haya, sasa wakaanza kukatekenya wanacheza nako. Kelele kama zote pale ndani. Haya, kaa hapa tukulishe. Kaa hapa haraka. Basi ikawa burudani tu. Kila mtu yuko happy design hiyo. Ikawa ile usiku na wakaenjoy sana walipopiga chakula cha pamoja.
Basi dogo muda wote anakuaga yuko happy, anacheza sana na baba yake, na kama wewe una familia, unapomwona tu mtoto akicheza na baba yake kiasi hiki, unaweza kutamani nawe uwe na familia. Hebu na wewe niambie kama unachezaga na mwanao kama hivi. Angalia, baba yake anamwambia ehe, unaonaje hicho chakula? Dogo anasifia sana msosi wa Mr. Bai kuliko msosi anaopikaga babake. We, acha kuniambia ujinga wewe. Ndio hivyo sasa nakwambia. Basi wanaleteana noma kinyama. Ala gogo, ni fian. Aya gogo, nenda kacheze basi. Sasa nenda kacheze huko. Nenda. Basi ngoja nikawasaidie kuosha vyombo kidogo. Wewe acha bwana, mimi naviachaga hapa. Pumzika kidogo kaka. Sasa hayo ndo maisha ya Mr. Tao. Hanaga haraka. Wakati huo basi tunamwona Miss Ana akiwa ndo narudi kwenye mishe zake. Sasa wote mnibusu ndo niondoke. Yani haka katoto. Sasa Miss Ana ile kutazama namna hii akaona kitu ambacho hakutegemea. Dogo amewachezea katriki fulani na bibie akaona kitu ambacho hakutarajia kabisa. Jamaa anakuja kukutana midomo namna hii. Kitoto kimewafanyia triki kama yote. We mpumbavu kabisa, unafanya uchizi gani? We. Acha mimi nitamwadhibu. Hebu kuja hapa. Subiri, nataka nimuoneshe. Sasa babake anafanya vituko kama mtoto. Yani haka katoto kako haka. Wakaanza kucheza nako, wakacheza nako kweli kweli. Hako mpaka kakaanza kusema. Sasa naambiwa Miss Ana kile alichokiona, na anajua kabisa hao wawili ni wafanyikazi wake kule katika ile shule ambayo inaitwa Moon Island. Anaanza kujisemea kimoyomoyo, hiki nilichokiona kweli ama? Tunarejea tena katika hii sekondari ya Moon Island. Sasa ni mchana kweupe katika ule uwanja wa baseball. Na sasa angalia, Wutong anasema sasa kuna haja gani ya kukaa hapa ikiwa hatuwezi kufanya chochote? Unadhani kwamba tutafeli? Kijana Shao Song anasema hana imani na chochote kinachokuja. Labda tumtegemee zaidi Mr. Tao Shi. Au unasemaje? Mr. Tao. Aise, kumtegemea Mr. Tao sioni kama kuna ushindi. Mimi kwanza sioni kama anafanya kazi katika hii idara tena. Basi wewe subiri, huenda pengine tukashinda tu bwana kwenye hii vita kaka. Mimi nimelifikiria hilo kwa makini. Wewe acha kunitania wewe. Tatizo lako wewe ni muoga sana bwana. Unakuwa hujiamini. Sijui kwa nini unamtetea sana na wewe. Sasa katika zungumza yao, alipopiga macho upande wa pili, kuna kitu akaona. Oya njoo nikwambie. Wakaanza kunong'onezana. Wewe, una uhakika itafanikiwa? Namwambia wewe subiri tuone, tujaribishe. Bwana Wutong. Sijui kama itawezekana hiyo. Pana kitu sasa kama wamekifikiria na kila mmoja anataka kuhakikisha hilo jambo ambalo wameliwaza litafanikiwa. Upande wa pili sasa inakuwa kama kuna commission hivi. Mr. Tao anaingia pale shule na kuna namna vijana wanajificha ficha kidesign. Sasa ni kama vile akigeuka na wao wanajificha. Sasa unajuaga na yeye anapenda sana michezo. Kwa hiyo akagundua kama vile kuna mtu anamfuata. Lakini hajajua bado mtu huyo ni nani. Kwa hiyo anajivuta kistadi kidogo akiwa anavizia. Sasa huyu ni Shao Song. Na kuna kitu alishaelewana na Wutong. Angalia. Ni kitu gani ambacho anataka kumfanyia mwalimu wao. Taratibu mwamba anasepa hivi. Msela sana, jinsi yake imechanika. Alafu ni mwalimu wa sekondari. Sasa hapa kuna wanafunzi wakuwa wanajisomea. Dogo letu Baby Song akapita katikati yao. Kidogo akajifanya amepameana na teacher. Mr. Tao kumbe wewe. Mr. Tao hakutaka kuongea naye chochote. Lakini dogo kuna kitu anataka kuupenyeza kama uyumu. Sasa mwalimu kashashtukia. Anayenifuata ni dogo. Haelewi vipi dogo mbona ananifuata nyuma? Dogo naye atake ajue, mwalimu ajue kama anamfuata nyuma. Oya vipi? Mbona kama unanigani? Hapana sio hivyo. Basi teacher akaona huyu vipi? Dogo naye akaona isiwe shida. Akaamua kuchagua kusepa. Sasa sijui walipanga kitu gani? Oya Wutong. Aisee, mimi naona ni kazi sana kumtrack Mr. Tao. Wewe uko serious wewe? Hiyo idea sio nzuri bwana. Sasa akiwa anaongea kwa kuropoka. Wewe uone kuna watu wengi mpaka uropoke? Kwanza mimi hata sijasahau tulichopanga. Lakini mimi ndo sijafanikiwa sasa. Hebu njoo nikuoneshe. Akampa sasa mbinu nyingine. Nisikilize kwa makini Mr. Tao. Waga nenda kufundisha lile darasa pale. Sasa si unajuaga kitu kinachotokea.
Sasa tutafanya kitu kingine ili tuweze kumnasa. Kweli unataka tuende mpaka kule, si ndio? Sasa kamwambia kwani kuna njia nyingine tena? Kwa hiyo inakuwaje sasa? Wewe unataka nikufundishe tena kivipi? Si tumeshaelewana? Lakini uliniahidi kwamba tutajenga upya hii timu, si ndio? Sasa kuijenga hiyo, sasa wewe jamaa unaongea vitu vingi sana. Inaonekana kama Ban Xiaosong, Baby Song hajajua bado nini ambacho Wutong anawaza. Wakaanza kupanga mbinu nyingine. Sasa wanachungulia wakiwa pamoja. Oya, mwanangu unaonaje upande wa pili? Wewe unaongea vitu gani wewe? Wewe unaongea vitu gani bana? Wakaanza sasa. Inaonekana pale kama vile mwamba alikuwa anataka sijui ni kuoga. Mwanangu ile ni chupi yake. Wakavizia. Kufika upande wa pili wakaanza kutaka kurekodi. Lakini hawaoni mtu yeyote. Sasa angalia. Wakati wameingia tu, Mr. Tao akawafungia mule ndani. Sasa ameshawanasa. Kwa hiyo nyinyi wawili si mnataka kuoga mnataka kuoga au kuchukuana video? Sasa angalia walivyotoka bar. Maana yake mwamba alishajua kuna vijana wanaomtega. Lolote linaweza kutokea. Na teacher yuko vizuri tu, sio kama wale walimu wa huku kwetu. Ya kwamba hebu pigeni magoti muanze kuita mvua. Unajua tena. Baada ya mchongo ambao madogo wamefanya, wameachiliwa na wameenda zao vizuri tu. Shule za kisasa, shule za kishua. Madogo wamekimbia kinyama. Sasa hivi ukimwangalia Wutong amekuwa mchizi tu, anaelewana sana na Xiaosong, hawana shida kabisa. Sasa mwanangu, mbona inakuwa kazi sana kumnasa huyu jamaa? Kila kitu tunachojaribu naona vitu havijakaa. Eti Wutong, wewe una idea gani? Hivi yule jamaa ameniwezaje kunitrick mimi? Wakaanza kufikiria imewezekana vipi jamaa amewazidi ufundi. Oya, sasa sikia nikwambie. Mbona kama nikiongea wewe unakuwa kama unaona mimi sina mawazo mazuri? Au mimi ndo ninakosea hapa? Kila wanachokipanga inaonekana kama mambo hayakai. Sasa dogo akaanza kuwaza na kuwazua. Akasema lakini si kitu cha kutushinda, ni kitu rahisi tu. Itabidi tumpige picha. Wewe unaona tulitaka kumpiga picha tukataka kukamatwa pale. Oya basi ngoja nikwambie tufeki. Tufeki? Kivipi? Unaona tufeki? PS. Wewe naye si Photoshop. PS. Wewe unajua unaweza kufanya kazi. Wewe unaijulia Photoshop. Photoshop ni software ya picha. Mtazamaji, watu waga wanaweza kubadilisha picha ikaonekana ni wewe kumbe sio wewe. Mambo ya kisasa hayo. Sasa angalia. Leo tunamwona hapa Xiaosong ni kama anamzuia kijana Yin Ke. Wewe mwanangu mimi siwezi kuwasaidia kwenye lolote. Lakini shirikiana na sisi basi kaka. Wewe Xiaosong wewe. Mimi naona hii kitu haijakaa vizuri kwa upande wetu. Kama imekaa vizuri haijakaa vizuri, kwa nini usishirikiane na sisi? Aya mwanangu goti linauma kinyama yani, akajifanya sasa amezidiwa. Goti linauma kinyama, goti linauma kinyama yani. Goti linauma. Oya Xiaosong wewe. Mbona nishakwambia kaka? Achana na Wutong kaka. Nishakwambia yule jamaa na mambo ya ajabu ajabu. Angalia vitu ambavyo umeanza kufanya. Oya mwanangu, kuna baadhi ya vitu mbona mimi nimeweza kufanya bila yeye. Angalia, akatoa kitu kama kitabu hivi, ni kama ki laptop hivi, akaanza kumpatia Yin Ke. Ni kitu gani hiki ambacho anampatia? Ngoja tuone. Basi Yin Ke moja kwa moja akachukua. Hakutaka kusema sana, akasepa. Kwanza wanamtegemea zaidi Yin Ke kufanya mkakati wa namna ambavyo wanaweza kumtrick yule Mr. Tao ili waweze kumnasa na kumtishia ili aweze kufanya kitu kwa ajili yao. Sasa inaonekana Yin Ke ndo anajua kutumia zaidi Photoshop, anajua zaidi kutumia laptop. Sasa aliyekuja na laptop ni dogo huyu ambaye basi tunamuita Xiaosong, kamletea Yin Ke. Yin Ke anajua kutumia Photoshop, akaanza kutengeneza picha ambayo basi inaonekana Mr. Tao hajavaa nguo yoyote. Sasa wakaanza kutengeneza, mwambia vipi unaionaje hiyo? Wewe mwanangu sasa au tumtengeneze kama samaki mtu? Wewe basi wewe tulia basi. Hebu ngoja nikuoneshe, tuiweke hivi. Anza kuonesha jinsi ambavyo atatakiwa akae. Unaonaje hapa? Mimi naona imekaa mzuka tu. Basi wakaitengenezea vizuri. Ngoja tuone sasa wanataka kufanya nayo nini. Mwamba leo amekuja na ndinga yake kama kawaida. Akawa sasa ndo anaipaki. Na kigari fulani hivi kidogo sana. Hasa kumbuka mara nyingi wamekuwa kama vile na ushindani wa hapa na pale kati yake yeye na Miss Ana ambaye ni jirani yake kabisa, wamepangisha sehemu moja. Mara kwa mara anapopaki ndipo huyo Miss Ana atakuja kupaki na yeye. Sasa angalia. Kama akipaki hapa manake mlango wake hautafunguka.
anajiuliza anachomoka vipi mule ndani. Huyo Miss Ana hajali chochote. Oya Miss Ana. Sasa kila akikumbuka kile alichokiona mara ya mwisho. Mbona unaniloku bwana? Basi mwanadada ndo kabisa amemshushia hadhi. Naona huyu mbona kama ni wale. Kitu nilichokishuhudia anafanya mara ya mwisho akiweza hata kuvumilika. Sasa kila anapojitahidi anachomoka vipi? Anaona tabu kweli. Maana yake kuchomoka pale ni ngumu. Sasa imekuwa ni kama makusudi Miss Ana anamfanyiaga jamaa na huwa hajali chochote kuhusiana na jamaa. Hebu nikukumbushe kwamba ukinunua YouTube leo hujapoteza muda, kwa sababu ndani ya mwezi huu tu utaanza kuingiza zako maokoto. Tuna zile YouTube ambazo tunaziita ni business account. Kama YouTube yako haiingizi kipato, maana yake unanihitaji sana. Na kuna wale ambao wana copy material na mwisho wa siku unaingia kwenye review za monetization na wanakukataa. Sasa kama umefikia hapo na umejaribu kutumia content za watu, umepata namba labda watch hours pamoja labda na subscribers, na unajua kabisa wakireview watakwambia umereuse, mimi naweza nikakusaidia pia bado ukamonetize. Wewe ni wasiliana na mimi kwenye 0754270937 namba yangu ya simu, au 0658270937 ya WhatsApp. Sasa angalia, picha ni kama zimeanza kuwekwa kwenye madawati. Huyu mmoja ameona na hataki kuonesha kila mtu. Kuna picha pale. Hii picha ile kwa kimeyusho tu. Oya mwanangu, kumbe teacher ni hardcore kinoma. Madogo wanafurahi kumuona sasa teacher wao akiwa yuko bila nguo. Oya mwanangu, lakini kwa nini wamemtoa picha design hii? Umeikuta wapi? Nimeikuta kwenye dawati la Bao Xiaosong. Lakini mbona hii kidogo haijakaa vizuri mwanangu? Unaona itakaa vizuri kweli mwanangu hii tukikutwa nayo hii? Haya basi mtazamaji, tukutane katika episode inayofuata. Kumbuka ilikuwa ni episode ya 9, inafuata episode ya 10. Burudani lazima iendelee. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer, na nataka nikwambie basi bado tutaendelea tu. Tofauti yangu mimi na yoyote ni kwamba speed itakuwa ni zaidi. Kama wewe unadhani umeona au basi hujaona, vyovyote vile wewe jua tu kwamba ukionea hapa kwangu umeona kitu cha tofauti zaidi na utapata burudani zaidi. Kuna kitu cha kipekee utakutana nacho. Kwa hiyo basi tukutane katika episode inayofuata ili uweze kuendelea kuenjoy chuma chetu hichi My Hood.